Amekuwa akifundisha juu ya ujumbe wake ya kufanya uchaguzi. Choices. Kwamba ukuwa na uamuzi. God has given us a choice, a way to choose. Kwamba Mungu ametupa njia ya kufanya uamuzi. Deuteronomy 30:19. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30:19. God said today, kwamba Mungu anasema leo, I have placed before you two things. Kwamba nimeweka mbele yako vitu viwili. You must choose one. Ni lazima uchague moja. You cannot choose two. Hauwezi ukachagua mbili. Blessings. Kwamba baraka and curse. Na laana. Life. Uzima and death. Na kifo. Choose one. Chagua moja. You must make a choice to choose what you want. Ni lazima utafanya uamuzi uchague kile unachohitaji. Today our brother, the testimonies here, like our sister said, I have chosen today to come to kwamba madada na mandugu walifanya uamuzi kwamba tunajumuika pamoja nanyi kuwa hapa. If you want life, kama unahitaji uzima, is Jesus. Ni Yesu Kristo. If you want blessings, ukihitaji baraka, is in Jesus. Kwamba iko ndani ya Yesu Kristo. No another way. Hakuna katika njia nyingine tofauti. So we are here because we have made a choice to follow Christ. Kwamba tuko hapa kwamba tumefanya uamuzi ya kuchagua kufuata Yesu Kristo. Right? Sawa? You made a choice. Ulifanya uamuzi to be alive. Kuwa na uzima. Some people have chosen. Kwamba watu wengine wamechagua take their own life. Kutofanya maisha yao wenyewe. Some people have chosen. Kwamba watu wengine wamechagua hate themselves. Kwamba kujiteza wenyewe. Some people have chosen. Kwamba wengine wamechagua do what pleases them. Kwamba kuchagua kila ambacho inawafurahisha. Some people have chosen. Kwamba wengine wamechagua their family to be controlled by the ideas of others. Kwamba familia yao kwamba kuwaongoza katika maeneo yao. That's your choice. Hiyo ni uamuzi wako. But there is always consequences of your choice. Kwamba kuna mazuri katika uamuzi wako. Good or bad. Yale mazuri ama mabaya. Blessings or curse. Kwamba baraka ama laana. Death or life. Kwamba uzima ama kifo. Can you see that? Kwamba umeona hayo. You are not forced. Kwamba hakuna lazima ama uamuzi. Kwamba ni wewe mwenyewe. Today, leo, I'm here. Niko hapa. I've been last week in Nairobi site. Kwamba wiki iliyopita amekuwa Nairobi. I visited Kibera. Alikuwa ametembelea kule Kibera. With the community there. Na watu wa kule. I went to Roysambu. Akaenda kule Roysambu. The community is there. Na wale watu wa pale. From there I went to Kajiado. Akaenda Kajiado. So powerful move. Kwamba wakawa na kutembea nzuri sana. And now today, sasa hivi kusema, which I reached here on Wednesday. Kwamba nilifika hapa Malaba Jumatano. I love the community. Napenda hii maeneo haya watu ambao hapa. Pastor Ken moved me around. Mchungaji Ken nimetembea pamoja naye hapa. In the community. Nikaona watu hapa mji wa Malaba. Lovely community. Kwamba watu wa upendo sana. And today we gather as children of God. Kwamba leo tumekutana kama watoto wa Mungu. Gather as leaders. Kwamba tumekutana kama waongozi. Gather here as a community. Kama viongozi na watu wa mji maeneo haya. Malaba. Kama Malaba. Seeking the kingdom of God. Kutafuta ufalme wa Mungu. Allowing God kuruhusu Mungu to do his work. Kufanya kazi yake through us. Kupitia kwetu sisi. The vision casting was done. Kwamba maono imefanyika 1 year ago. Kwamba mwaka mmoja ambao imepita. And I'm here to help the leaders. Kwamba niko hapa kusaidia viongozi. To start implementing other projects under community of love. Kwamba nimekuja hapa ili kwamba kujumuika na viongozi wa kanisa haya ili kuweka rasmi ile juu ya upendo wa Kristo. I know some of the leaders here did not know about Breaks Foundation. Kwamba wanajua wengine hapa viongozi hawajui kwamba Break Foundation. They don't know what it does. Kwamba wanajua wanafanya nini. But I'm going to give you brief highlights of what Breaks Foundation is doing. Kwamba naona kuwapea dokezo kidogo tu kwamba juu ya Break Foundation. Breaks Foundation is not a church. Break Foundation sio kanisa. Is an organization. Kwamba ni shirika.
that works with the church kwamba yale inafanya na kanisa in the community kwa maeneo haya through the chiefs, pitia wa serikali ya chiefs ama chiefs and the local council ones from that side of Uganda, ama kule Uganda LOCs, to organize their community, kushirikisha watu ambao wa maeneo haya to come and share the gospel of love of God, ili kwamba kushirikiana juu ya upendo wa Yesu for Kristo, their own transformation, kupitia kwa yale habari ambayo for umesikia, their own blessings, kupitia kwa yale baraka for peace, na amani for unity, na upendo na umoja for harmony, na unyenyekevu, and at such at the end of our lives on this earth, baada ya siku ya sisi kuishi katika dunia we hii, make heaven. kwamba tunaingia mbinguni. There is one thing that Bricks Foundation existed, Kwamba kuna kitu moja ambayo inafanya Brick Foundation kukua ama kuendelea, and that has become our motto, kwanza hiyo ndio imekuwa bayo kielelezo, and has become our vision. kama imekuwa ni maono. In the book of 1 Peter chapter 1 verse 22. 1 Peter, if somebody's there can read. ndugu soma. In short, it says, love one another fervently, Kwamba mmoja apende mwingine zaidi, from pure heart. kwa roho mweupe ambayo iko wazi. Love one another Penda mmoja kwa mwingine zaidi, from pure heart. kwa roho mweupe ama roho ambayo uko wazi. That's why it is called community of love. Hii ndio maana nasema kwamba kazi ambayo inashirikisha watu ambao katika maeneo haya na upendo. Love Upendo is not sio us. yetu. Love is God himself. Upendo ni Mungu mwenyewe. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 7 to 8. 7 to 8. When you read through, say, brothers, love one another. Nasema ndugu, penda mwingine. Anybody who does not love, Yeyote yule apendi, do not know God. ajui Mungu. Yeyote yule apendi, ajui Mungu. And he does not know God, Na ajui Mungu, because God is love. sababu Mungu ni upendo. God is love. Mungu ni upendo. If we so much say we know God, Tukisema zaidi tunajua Mungu, we are children of God, ni sisi watoto wa Mungu, we are preachers of the gospel of love, sisi ni walimu na wainjilisti wa neno la and Mungu, yet we hate our fellow leaders. na unachukia mwenzako, We mshirika hate mwenzako, our fellow brethren in the church. unachukia mwenzako katika kanisa. We don't know God. Unasema kuna We Mungu. are wasting our time. Tunamaliza muda wetu, We are doing drama. tunafanya tu mashirikiano tu. You cannot fool others. Wewe haupendi wenzako, umekuwa unawachukia tu. If you so know you love God, Kama unajua kabisa unapenda and Mungu you are a servant of God, na wewe ni mtumishi wa Mungu, let people see the fruit of love in you. watu waone matunda kwako, It shows that you are really a child of God. na itajulikana kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, Because God is sababu love. Mungu ni mpendo. Love Love, upendo is God himself. ni Mungu mwenyewe. There are so many things happening today. Kwamba kuna vitu mingi nafanyika hapa leo. You see a Christian mother, Kwamba unaona mama Mkristo, Christian father, Mkristo baba, a follower of Christ, yule mfasi wa Yesu Kristo, holding big Bible, amebeba Biblia kubwa, having rosary from here up to the feet. ameweka rosari kuanzia juu mpaka chini, He goes to church. anaenda kanisani. When he comes back, Akirudi nyumbani, God remains there. Mungu anabaki pale. What you see in that family or in that home Kwamba ni nini unaona kule nyumbani ama kwa familia zetu is worse than hell. ni zaidi ya ile moto ama jehanamu, Through this person. kupitia kwa huyu mtu. And on Sunday, Na Jumapili, Sunday, wewe
And say, unaimba wimbo asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. You sing with sweat, everything. Unamwaga jasho kila mahali. Going back in the church, at your home. Unarudi nyumbani. Bitterness. Ni chuki. Insulting. Kwamba unachochea. Beating people's chicken. Wewe unapiga makuku za watu. Caning some children from your home. Upiga watoto wa majirani. Go away. Watoa. Did you kill my husband? Wewe uliua mume wangu. Is it because I'm a widow? Kwa sababu mimi ni mjane. You allow your chicken to come and play and so unaruhusu kuku zao kuja kucheza kwangu. Can you say? Unaangalia? Where is the love of God? Upendo wa Kristo iko wapi? Christianity. Ukristo wetu uko wapi? What are we preaching? Tunahubiri nini? How can we make our neighbors come to the church? Ni nini itafanya si wajirani wetu kwa kanisani? They don't see the love of God in us. Kama hawaoni upendo wa Kristo ndani mwetu. I'm saying love from pure heart. Hiyo ni upendo kwa ule moyo mweupe. Because God is love. Kwa sababu Mungu mwenyewe ni upendo. We must preach this love. Ni lazima uhubiri hii upendo. And we need to act it. Na uweze kuweka matendo. You may find fellow pastor that does not even greet. Na unapata mchungaji atasalamii mwenzake. I will not go to his church. Na sitaenda kwa hiyo kanisa. I will not meet him. No, sitakutana na yeye. I will not use my ministry to call that pastor. Na sitatumia muda wangu kumpigia huyo mchungaji. And he's also a pastor. Na yeye naye ni mchungaji. Praise the Lord. Amen. Can you say where we messed up? Kwamba angalia ni wapi ambao tumekosea. What body of Christ are we building for heaven? Kwamba ni mwili gani wa Kristo ambao tunaojenga? If they don't see us practicing the love of God. Kama tuwezi kuweka matendo upendo wa Yesu Kristo. So we are rooted in teaching people to practice love of God. Kwamba tumejengwa katika misingi ya kufundisha watu njia ya upendo wa Kristo. Why? Sababu ni nini? Because love is a command. Kwamba upendo ni ile amri ya amrisho. John chapter 13 verse 34. Yohana. It says, inasema, this is the new commandment I'm giving you today. Jesus says, love one another. Penda mwenzako. By doing this, kwa kufanya hivyo, they will know tena utajua that you are my disciple. Kwamba wewe ni mshirika wa nani? You are my leader. Ama mimi ni kiongozi wa nani? You are my apostle. Wewe ni mtume. You are my pastor. Wewe ni mchungaji. You are my prophet. Wewe ni nabii. You are my you are my minister. Wewe tukao mhubiri wangu. You are my child. Kwa mtoto wangu. It's a new commandment. Ni agano jipya ama amri mpya. You don't have a choice to love. Hautakuwa na furaha kwa sababu ya kupenda. You must love. Ni lazima upende. Praise the Lord. Amen. I hear some people say, for me, my spirit does not love that woman. I hate that woman. Kwamba mwingine anasema kwamba roho yangu nachukia huyo mama, roho yangu napenda huyo. You know where you are making the greatest mistake? Wewe unafanya makosa kubwa. Because of making yourself to love people with a choice. Kwamba kupenda watu kwa furaha. You are wrong. Wewe unafanya makosa. You have choice to relate with people. Wewe una uamuzi wa kuwa na ushirikiano na watu. You have choice to choose who to relate or to have a relationship. Una nafasi ya kuchagua ni nani ambaye unatembea na wewe. You don't have a choice to love. Sio kuwa na uamuzi wa kupenda. You must love. Lazima upende. That difficult person. Hiyo vitu tofauti. You must love. Ni lazima upende. That difficult leader. Na uwe na utofauti ule kiongozi. You must love. Ni lazima upende. That witches and wizards around you. Wale watu wachawi ambao karibu na wewe. The Bible does not say you relate with them. Biblia inasema kwamba sio kuwa na ushirikiano nao. Love them. Inasema penda hao. Pray for them. Na uwaombee. Praise the Lord. Amen. So you have to love. So ni lazima upende. That's when your love become unconditional like God. Kwamba hiyo ndio inafanya upendo kuwa kama ni sheria kwa Mungu. That's where people will begin to see God in you. Kwamba watu wanaona Mungu ndani mwako. Because your love is vivid. Kwa sababu upendo wako umeshirikia umeonekana. Boundary. Kwamba haina mipaka. To whatever kind of people. Kwamba watu hao. But today, leo
Leo may people love those who can love them and give them back something. Leo watu wapenda wale ambao wanawapenda kuwapeana. That's not love. Hiyo sio upendo. If you love people because they can give you what you want from them, Kama unapenda watu kwa sababu unataka wale wakupee kile unahitaji kwao, that is selfishness. hiyo ni unafiki. That's not love. Hiyo hakuna upendo. Bible says in the book of John chapter 3:16, children have recited us today. Watu wamechukia That for God so loved the world, jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, he gave akapeana his only son, yule mwanao pekee, that whosoever shall decide yeyote yule atakayemwamini in him kwake will not perish, hata angamia, but have everlasting life. bali awe na uzima wa milele. Whosoever, Yeyote yule love is for everybody. atakayependa mtu yeyote yule, Is a witch, ama anapenda yule is a mchawi, wizard, kama yule is mzinzi, a poor person, yule mtu mwingi wa or is maskini, he rich, kama ni is he tajiri, educated, hajasoma, is he a amesoma, prostitute, ama ni malaya, is he an adulterer, yeye anafanya is he a uzinzi, drunkard. yeye ni mlevi. As long as he's a human being created in the image of Bora God, mwanadamu ameumbwa na mfano, he deserves the love of God kwamba ni lazima uwapende, from you as the leader, kwamba kama kiongozi uonyeshe, you as a child of God. kama mtoto wa Mungu. Praise the Lord. Amen. Can you see that? Umeona hayo? The worst and wicked people Wale watu ambao waasi, on this earth wale watu ambao wametenda katika dunia hii, are not those witches, na wale watu wachawi, are not those wizards. na wale watu wazio, The wicked Wicked. people on this earth wale watu ambao wazinzi katika dunia are hii people ni watu who knows the truth wanajua ukweli and they don't want to do the truth. na hawataki kufanya ukweli. Praise God. Amen. That is it. Hiyo ndio hivyo. Know the truth. Na ukijua ukweli, Know what God wants you to do in your community. na ikiwa wewe unajua kile unahitaji Mungu And aufanyie you kwa sit there, kwa watu wako, na you unajua watch them, na unaangalia and you sit there, na unaishi you pale laugh at them. na unawachekea You have clothes, na una manguo bags filled. hizo masanduku Some of them imejaa, have never been put on 1 year, na hata ingine hujavaa hata kwa mwaka moja, 3 months. miezi mitatu, But you see your neighbor walking naked. na unaangalia mwenzako, jirani yako anatembea bila You nguo. cannot pick even that cloth in your Huwezi ukatoa hata nguo yako to give to these people. tukupeana hawa watu. Who is wicked? Watu hao ni kina nani? You or the witches? Wewe ama wale ambao, It's you who knows the truth and don't want to practice. wewe ambao unajua ukweli na unataka kutimiza. Do you know where we go wrong? Na hayo ndio nafanya That's makosa. why we pray to God. Hiyo ndio sababu tunaomba kwa We Mungu. cry to God. Tunalia kwa And Mungu. God will never hear us. Na Mungu hatawahi sikia Because sisi. we don't want to obey the command that Lakini he tunaambia has kwamba tusikize alituamurisha amuru, of showing his nature to his people. kuambia hao ukweli, The nature of God is his love. kwamba ukweli wa Mungu ni upendo. Nothing else. Hakuna kitu kingine. Love. Upendo. Today marriage break Leo ndoa zinavunjika because love has died. kwa sababu upendo hakuna. You can see husband and wife on the same bed. Utaona mume na mke kwa kitanda moja They cannot greet. na hakuna salamu. They sleep like difficult enemies. Wanalala kama maadui. Good morning is not there. Hakuna habari asubuhi. Good night is not there. Usiku mzuri hakuna. And yet their husband and wife on the same bed. Na wanalala kitanda moja, anasema usiguze mimi. Where does the love go? Upendo wa Kristo iko He wapi? has died. Imekufa ama imezimwa? Hallelujah. Amen. Is it true? Ni ukweli Is it happening? na inafanyika. Before, what has brought you together as husband and wife? Na nini imeleta wewe kuwa mume na mke? Love. Upendo. I love you. I love you na When you kupenda. are just calling, You could not sleep without seeing a message from your phone. hauwezi lala kama hujaona ujumbe kwenye simu yako. Has he texted? Na ametuma, Has he sent me something? ametuma kitu Has fulani, he sent a love? ametuma upendo. Oh.
Oh, you call, good man, how are you, my sweetheart? Ama unasema my dear, mambo, habari How are you, yako? darling? Ukoaje? How are you, honey? Ukoaje? Before you sleep, you do all these things. Kabla sijalala ufanye hii. Praise God. Amen. But what's happening now? Na leo ni nini kinafanyika? The honey has disappeared. Ile honey imepotea. Darling has disappeared. Darling imepotea. The only remain is Joseph. Na hii imebaki ni jina tu. Majina tu sasa. Sarah. Majina tu. Peter. Now names. Hayo tu. Died. Hiyo ndio imebakia. And you still want God to do good thing in that marriage. You still want God to bless that marriage. Unahitaji Mungu abariki hiyo ndoa. Yet you left away what brought you together. Na umeacha kile ambayo waleta pamoja ambapo ni upendo. Love. Upendo. Is anything where love does not exist. Kwamba upendo hakuna kitu ambacho kinaweza kuwa. It's the end of that thing. Hiyo ndio mwisho hiyo kitu. You are married. Wewe umeolewa. You are relationship. Wewe katika uhusiano. Business. Uko biashara. Everything about you. Ile chochote ambayo iko kwako. God who is love. Kama Mungu ambaye ni upendo. Out of it. Akitoka. End of it. Hiyo ndio mwisho. Is end of it. Hiyo ndio mwisho. Praise God. Amen. Only love. Ni upendo tu. Nothing that can bring things together. Hakuna kitu kinaweza vitu pamoja isipokuwa upendo. Except you and love. Isipokuwa wewe na upendo. That thing. Kwa hiyo kitu. Yes. You are continuous love. Ukiendelea na upendo To that thing. mpaka kwa hiyo kitu. Praise the Lord. Amen. Love is powerful force. Kwamba upendo una nguvu fulani. That even witchcraft cannot break it. Kwamba hata wale waganga waweze ukavunja. Nobody can kill love. Hakuna yule atakayeua upendo. If you build yourself, Wewe ukijengwa mwenyewe, if you build your marriage, wewe mwenyewe ukijenga ndoa, build your ministry, ukijenga huduma in wako the love of God, katika upendo wa you Mungu, don't need to call for people to come and pray with you. hautawaambia watu kuja kuwaombea They wewe. will come there. Kwamba yeye atakuja Because they tu have seen the love of God. kwa sababu tumeona upendo wa They Bwana. are experiencing the love of God in this Kwamba church. upendo wa Yesu uko pale. Did Jesus say, follow me, follow me, follow Kwamba me? Yesu anasema kufuata ni unifuate tu unifuate. He did not. Akataa. He preached love. Alihubiri And the tu love has demonstrated God's presence. kwamba upendo ikadirisha yenyewe. Miracles. Miujiza, Healing. uponyaji. He fed the weak, the sick. Kwamba akawaponya walio He wagonjwa. fed the hungry. Kwamba akawalisha walio na njaa. He said, no. Akasema hapana. We will die with you. Wewe mwenyewe. Follow you. Wewe utakufuata. Wherever you be, Mahali ulipo. we'll go there. Kwamba utaenda huko. Even if the church you lead is 20 or 50 kilometers away. Kwamba hata kama ni kanisa ambao unaongoza iko umbali. As long as those who go there, they feel the presence of God. Kwamba wale wanaenda pale wanabarikiwa, wanajaliwa na neema ya Mungu. They will walk there. Wataenda huko. They will never get tired. Hawatachoka. They will look for that precious leader Wataona kiongozi wao who is humble to serve them in love. yule ambaye amenyekea kuwatumikia katika upendo. Praise God. Amen. Today, Leo I'm here niko hapa to learn from you kusoma kwenu and to hear from you. na kusikiza kutoka kwenu. To learn from each other Na kujua kwa mwingine what God wants us to do. kwamba ni nini tunasoma Mungu How anahitaji. can we change and transform our community to become better community that worship God? Kwamba ni jinsi gani ambao tutajua kwamba katika maeneo haya kwamba ni nini tufanye kwamba community ikasonge juu. Jesus never said be in this church, be in this ministry, do the ministry work, do the church things. No. Kwamba Yesu akusema kwamba fanya kwa hii huduma kwa hii, lakini fanya kazi ya Mungu. Jesus left for us to do the kingdom work. Kwamba tufanye kazi ya ufalme wa Mungu. The kingdom of God Ufalme wa Mungu does not know church. haijui kanisa. This church, the other church, the names of what we name majina ya makanisa hapana. Crystal, Baptist, Full Gospel, what. Haijui majina ya kanisa. You
will not get those names in heaven. Hautapata majina haya kanisa kule. If you die after those names, hata ukifa kwa hiyo majina, die and remain here on this earth. Na utabaki tu hapo kufa. Mind about the kingdom of God. Kujua ufalme wa Mungu. That's what just say, pray and let the kingdom of God come. Hiyo ndio anasema ufalme wa Mungu uje. His will be done. Na mapenzi yako yatimie. Praise God. Amen. So love, upendo, is what we need. Ile inahitaji tuwe nayo. The book of Romans chapter 13 verse 8 to 10. Warumi. Can somebody read? Soma ndugu. The book of Romans. Warumi. Romans chapter 13 verse 8 to 10. Yes. Read for us, Pastor. Yes. Romans 13, 8 to 10. The Bible reads, Listen carefully. owe nothing to anyone except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. Yes. For this, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. And if there is any other commandment, it is summed up in this saying, Yes. you shall love your neighbor as yourself. Yes. Lastly, love does no wrong Yes. to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Praise the Lord. Bwana sifiwe. There is no law Hakuna sheria that controls you. ambayo itaongoza wewe. There is no law or judgment Hakuna sheria ama that hukumu be passed on somebody filled with the love of God. ambayo ameshirikishwa na upendo wa Yesu Kristo. What does the law do? Kwamba sheria The inafanya law nini? judge the wrongdoers. Wanafanya kwa wale ambao wanafanya makosa, The haters, the gossipers, wale ambao wanachukia, adulterers who are caught, wale ambao wanafanya uzinzi. haters, Yes. all those things. Hiyo vitu yote. Law judges them. Kwamba sheria And you inahukumu. who knows the love of God, Na wewe ambao unajua sheria ya you will Mungu, love your neighbor. utapenda You jirani do yako. not want to do anything but your neighbor. Hautataka kufanya kibaya juu ya jirani And wako. then from that point of view, Kwamba kwa hiyo point, kwa hiyo jambo, love controls all laws. kwamba upendo unajumuika kila jambo. Bible said, if you are doing everything, Ukifanya chochote, whatever you are doing, chochote unachofanya, do it in the love of God. fanya kwa upendo wa Mungu. Love one another. Penda mwenzako. Then law will have no power over you. Upendo kuna nguvu zaidi ya The flesh cannot control you. mwili. Huwezi kauchukua nafasi kukontrol The wewe. power of love Nguvu za upendo will separate you from all those things. itakutenga kwa hizo vitu vyote. You will not want to mess up your life Au utataka kuharibu maisha yako of doing all those things mentioned. kufanya hizo vitu ambayo imesemwa, Adultery, hizo uzinzi, bitterness, uchungu, hatred, kuchukia, jealousy, hiyo wivu gossip, na kuabudu sanamu anger. na kuwa na hasira, All those things which controls people today, ambao inaongoza watu leo. they are controlling you because you don't understand and operate in the love of God. Inafanya kwa sababu hatuenende katika mapenzi ya upendo wa Mungu. Some people today, they lost their marriage because of small things. Watu leo wanavunja ndoa yao kwa sababu ya uchungu Anger, na kwa sababu ya hasira. small anger. Hasira kidogo tu You chase away your wife. unafukuza mke wako. Small anger. Hasira kidogo tu Chase away your husband. unafukuza mume You wako. leave your marriage and you go home. Unawacha ndoa yako na unaenda. Something very simple. Kitu tu rahisi It becomes powerful to destroy your life. inakuwa na nguvu kuharibu maisha yako. If you don't Come. love God Kama upendi Mungu with your life. na kwa maisha yako. Hallelujah. Amen. Today many people give up life Kwamba leo watu wamechoka katika maisha because of what they are going through. kwa yale kwa sababu haya wanapitia, Because of disappointments, kwa sababu ya because kutengwa, of bitterness, kwa sababu ya chuki, hatred, kwa sababu wamekataliwa. the things that people have done to you.
Kuna vitu watu wamefanya kwako makes you so bitter. Bao inafanya wewe unakuwa na hasira. Hate them. Kwamba unawachukia. Some of you left your parents. Kwamba hata wengine wanaacha wazazi wenu. In this Malaba. Na wewe uko hapa Malaba. You don't want to hear even about your parents. Na hutakusikia habari ya wazazi wako. Because of what they have done to you. Kwa sababu yale walifanya kwako. My Bible said, na Biblia inasema forgive them. Wasamehe. Reconcile back. Kwamba rudi katika hisia zao kawaida. For whatever good you want God to do for you. Ukihitaji yale mazuri Mungu atende kwako. Start with the love of God. Anza na upendo wa Yesu Kristo. And lead you to repentance. Na ikuongoze katika kutubu. And connect you with the heavens. Na uweze kushirikisha mbinguni. God will have come to you. Na Mungu atarudi kwako. And open doors of greatness. Atafungua njia over your life. Juu ya maisha yako. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So as Bricks Foundation community of love. Kama Bricks Foundation kama njia ya upendo, we have 5 objectives. Tuko na vitu vitano to do kufanya with every leader na yeyote yule kiongozi in all over the world. Juu ya dunia hii nzima. As we are talking, tukizungumza sasa hivi, Bricks Foundation is in 28 countries. Iko na nchi 28 within 3 years. Kwa miaka 3. And the first thing that we do, na kile ya kwanza ambayo tunafanya, is to let the leaders who are going to lead these lead communities in all their countries, their communities, understand the love of God and they are walking in it, and people see the fruit of this love. Kuleta kwanza viongozi ambao watateuliwa kuona juu ya jifunze juu ya upendo wa Yesu Kristo na kuonekana katika matendo. The fruit of love of God is in the book of Galatians chapter 5 verse from 20-22. Matendo ya, that is the fruit. Hiyo matunda. As a leader, the community are looking to see kama kiongozi, love them, waupende hao, forgive them, wasamehe hao, share with them, kwa mashirikiano na hao, be patient with them, kuwa utulivu na hao, recognize their presence and their worth, tambua uwepo wao, grow them, kuwa pamoja na hao, correct them in love, warekebishi katika upendo, and not judging and chasing them away because of their weaknesses. Usiwahukumu katika ile udhaifu wao. Who are you to judge them? Wewe ni nani ambaye utawahukumu? You also a sinner. Wewe hata wewe ni mtenda dhambi. You also have a weakness. Wewe naye uko na udhaifu wako. The book of Romans chapter 5 verse 8 says that God demonstrated his love to us while we were still what? Sinners. He sent Jesus Christ to die for us. Kwamba alileta upendo wake ili kwa wale wote ambao waamini kwamba tuone. So why do you judge? Kwamba kwa sababu gani unaanza hukumu? Why do you allow God have his way in their lives? Kwamba wao uruhusu kwamba Mungu asiwe katika maisha yao, katika maisha yao. God demonstrated us his love. Kwamba Mungu alishirikisha upendo wake. It was his son. Akaleta mwanao kwetu. How will you as a leader demonstrate your love to that community God bless you? Kwamba ushirikishe upendo wako hiyo jamii. How can you become a channel of blessing and transformation in that community? Uonekane mtu wa baraka katika hiyo jamii. God don't place you there to praise yourself because you are a pastor, because you are apostle, because you are a prophet, because you are a minister, because of who you are. Mungu hatafanya hivyo kwa sababu wewe ni mchungaji ama apostle. Hapana. You there, ameweka wewe pale, he can demonstrate his love through you ili uonekane wewe in that community. Katika ile maeneo. Community say for sure God has remembered. Paka ile jamii waseme kwamba tumeona Mungu ametukumbuka. We know God because of this pastor. Tumejua Mungu sababu ya mchungaji. We know God because of him. Kwa sababu tumejua Mungu sababu ya kupitia kwake. Praise God. Bwana sifiwe. In that family that God may come. Kwa katika hiyo jamii Mungu aingilie na abadilishe vitu. Love, upendo of God so powerful. Upendo wa Mungu iko na nguvu. So because of this, kwa sababu ya hii, what Bricks Foundation as they preach the love of God is Bricks Foundation napozungumza juu upendo wa Yesu Kristo. It's the foundation of what they are doing. Kwa sababu ni foundation ambayo imejengwa
What they do mostly, the first thing is to rescue street kids and abandoned children. Kwamba kitu cha kwanza wanajali watoto ambao wamelemewa na wale watoto ambao ni yatima. Children that are abandoned, watoto ambao wako na mizigo, that are dumped, watoto ambao wametengwa, ambao wametupwa, wamekataliwa. And now they made the street their home. Wale watoto ambao wamekuwa machokoro wametoka. There is no caregiver. Kwa sababu kuna yule ambaye anawashirikisha, ambao anaweka pamoja. I'll pray that God will use you as a leader in that district. Kwamba Mungu atafanya wewe kuwa kiongozi community, katika maeneo ya jamii, to bring hope to that community again. Kuleta tumaini kwa hao watoto ambao wametengwa, ambao wamekataliwa. Praise God. Amen. That's the first thing we do. Hiyo ndio kitu ya kwanza ambao wanafanya. With the humble and leaders that they know God called them and they do it to the glory of God. Wale viongozi ambao wamenyekea, wametii, ndio tutakayofanya hayo. The second objectives, jambo la pili, is to engage widows. Ni kuwazungumzia wale wamama ambao wamefiwa na waume zao. Not just widows. Sio wajane tu. A widow indeed. When we talk about widow indeed, yule mjane ambao kwa katika hitaji. A virtuous widow. Wale ambao wametengwa. A widow with dignity in the Lord. Yule mjane ambaye kwa ndani ya Kristo. A widow that people see the love of God in her. Yule mjane ambao watu wanaona kwamba upendo wa Kristo ndani mwake. A widow who does not desire to marry another man again in her life. Yule mama ambaye hata wao tena mume mwingine katika boma yake. A widow who can pray and fast for. Yule mama mjane ambaye ataomba na kufunga. A widow who can prepare these children once they are given in her hands as a mother. Kwamba yule mama ambayo atapewa watoto na atunze katika mikono zake. A widow who can cook good food for these children. Yule mama mjane ambaye atapika chakula vizuri. A widow who can show love for these children as a mother. Yule mama mjane ambaye ataona hao watoto upendo ndani mwao kama mama. A widow with no child she's taking care of. Yule mama mjane ambaye hatachoka kutunza hao watoto. If it could be there, mama mwenye hana watoto wenye anashughulikia ndiye atapewa watoto wa kushughulikia. A widow whose children are grown up and she's not their responsibility. This is not responsible for what they need. So yule mama ambaye atakubali kukaa na watoto ambao sio wake, ambao atawatunza. And if you don't get such a widow, na kama utapata mama kama huyo, the second option is a widow with at least one child that possess all these qualities. Kwamba kama hakuna yote yule ambaye kuna mtoto hata mmoja ambaye atakuwa patikana kwa hizo vitu vyote, but not two children. Sio watoto wawili. And we train this widow. Tunapeleka kwa mafunzo. Give her exam. Na watapeana mtihani. To take of the training she has gone through. Na kuangalia ile mafundisho ambayo amefunzwa. After the training, the widow will be graduated. Baada ya huyu mama kushinda kupita katika mafundisho, awarded with certificate. Kwamba kuja na ile cheti of child protection and as being a true mother. Kwamba yule mama ambaye ataweza kutunza watoto na kuonekana mama mzuri. That widow must be born again. Na yule mama ambaye amekombolewa na ameokoka mara ya pili. Not born against. Sio lazima amezaliwa mara nyingine. Praise God. Amen. Let's become mother to these children we are going to recruit and bring in their home. Atakuwa mama ya watoto ambao tutawaleta ndani. And then the third objective we do, jambo la tatu, is full-time discipleship. Na kuwa tu kumakinika na apatikane. We have discipleship training menus. Na kuna vitu ambavyo tumejifunza. Those who can read. That is the discipleship training we are using to train the community and the widow. Hiyo ndio mafundisho ambayo itakuwa yanafunzwa juu ya mama wajane for 6 months. Give, it may not be enough, they will share, but you give to those who can read. Wale wanaenda soma Kiingereza, unaweza soma Kiingereza. Kuna mkono pande ile. Read and they will go and read and teach others. Uende usome na ufundishe wengine. So, after we do this training for 6 months, baada ya kufanya hii mafundisho kwa miezi 6,
then the community will be graduated. Basi sasa unaanza kuhitimu. The fourth objective, Jambo la 4, after discipleship training baada ya mafundisho haya in the community, katika jamii, not in the church. katika jamii, This training will be done in the community, katika jamii, at the community centers katika jamii, maeneo ambayo or itatengwa, parish centers. ambayo itatengwa, And that center must be allocated by the government or community leaders, na hiyo itakuwa imetengwa na wale where assistant chief wa Manali group. it should be a place Ni itakuwa nafasi where everybody can come na mahali kila mmoja anaweza kuja and hear this transformative word. na kuja sikize hii habari, Not church. sio kanisani. If it's a church, Na kama ni kanisani, some people don't want to come here. na kuna watu hawezi kuja Some people hapo, already make churches their enemy. na kuna wengine wanafanya kanisa kama kwa adui. And if you want to pray, God should bring any transformation in that community, Kwamba unahitaji kwamba Bwana alete utofauti katika jamii zetu, must provide a ground outside the church na ni lazima utenge nafasi kando ya where kanisa. everybody could come. Kila mahali mtu anaweza kuja. Those ones who are not going to any church, Wale ambao waendi kwa kanisa yote, or they are not in any faith, kwamba hawako katika imani yote, they will come there freely. wanaweza kuja mahali pale tu. Muslims will come there freely. Hata Waislamu watakuja, Those who pray from different faith could come there freely. hata wale ambao wanaabudu katika maeneo tofauti As a watakuja. leader, you must have that ground Kama space. kiongozi lazima uwe na hiyo nafasi, Then you come and present all what Bricks Foundation is doing na utakuja kuweka kile Brick Foundation inahitaji, and share with them how they can benefit through those projects. shirikiana na hao ili kwamba jinsi ambao wanaweza faidika katika And the hiyo. qualification is the person must be a member in that community at the transformation centers of training. Kwamba ile istakabali inamaanisha kwamba uwe ni mtu ambaye umetoka katika maeneo hayo. Then the fourth objective is providing empowerment tools. Kwamba kuna zile vitu ambavyo vitahitajika tu, The empowerment tool will be provided zitaletwa to members wale watu ambao wameonekana ni faithful of following the love of God. wale watu ambao wapendwa watakuwa wameonekana wanapanda wanapenda We upendo are wa Kristo, seeing the fruit of the training in their lives. wameona matunda katika maisha yao, They are attending the training. wanapatikana katika mafundisho They have become members. na wameonekana kwamba ni watu ambao wamejumuika That particular training center. kwa yale ambao tumetenga penye watapatikana wakifunzwa. Praise God. Amen. So the empowerment will be in various areas. Wale ambao watakuwa wamechukuliwa mahali pale katika And the maeneo haya, first one in agriculture. labda katika kilimo, Agriculturally, in crop production, animal production, and poultry. kuna vitu ambao kama kilimo ama ufugaji wa kuku na wa ng'ombe Those areas. katika maeneo haya, Then other projects na mpango zingine like skill acquisition, skill training ila kufunzwa jinsi ambavyo vile mwanadamu anazaishi in different areas. katika maeneo tofauti, Of their skills, of their talents. katika ile kipao ambao watu wanayo, kama ni waimbaji, wachezaji. Women and many other people will be trained and taught in how to do trade. Kama wamama na wanaume jinsi ambao watafunzwa It kutrain. depends on you, the leaders. What is the need of that community? Then how can it be addressed? Inategemea na wewe kiongozi katika maeneo haya wanahitaji nini na ni nini wanahitaji wafanye. What empowerment tools do you think is valuable and is good? Kwanza vifaa gani vinaweza fanyika katika maeneo haya inaweza fanya kitu In that particular community, katika maeneo pale ama katika ile as a nchi leader. kama kiongozi. Without love, you cannot pray for the empowerment of their community. Bila upendo huwezi kuwaombea watu So katika you ile need mji. to love them first. Lazima wawapende. Because there are people who already hated you, they are also in that community. Kuna watu wa tayari wanakuchukia lakini wako But pale. still God bless you there in that community. Na Bwana atakubariki tu hapo. So that you become a blessing to them. So unaweza kuwa wa baraka kwao. So that means you need to love them As- unconditionally. Inamaanisha kwamba tuwapende. Despite what they have done or they are doing. Tenga kila wanachofanya, moyo ambao umesema,
Ignore those. So wachana hayo. Feel yourself and see them just in the love of God. Wewe waweke tu kama uonekane kana upendo wa Yesu Kristo. The love that can deliver them from that bitterness. Basi unaweza kukumbuka katika ile machungu yao na hasira. Hallelujah. Amen. We have heard today from the first teacher, the enemy of Israel are the one internal breastfeeding and take care of. Tulisikia kwa mafundisho ya kwanza yule ambayo yule aliyetunza alikuwa ni adui. It's your enemy who will come and clap for you. Kwa labda adui yako atakuja kupiga kofi and defend you. Na akutenge, give you all what the world is speaking. Na kufanya vile yote dunia inasema. When you show them love. Na ukiwaona uwapende. Praise God. Amen. But that's why Bible said, God said, I place before you a table in the presence of your enemies. Nimeweka maana meza mbele ya watesi wako. Praise God. Amen. Because you don't look at what they are doing, but you look into the love of God over them. Unaangalia kile wanachofanya, lakini unaangalia tu kwa upendo wa Yesu Kristo. So those empowerment are there. Hizo kipawa zote ziko pale. Today in all these countries, people have testimonies. Kwamba katika nchi yote tayari watu wana ushuhuda. Uganda is leading in most of them because it is where it has started. Kwamba Uganda inaongoza kwa sababu ni pale ndio ilianzia. In June we are having powerful crusade and meeting 3 days in Kampala. Watakuwa na crusade Kampala ya siku 3. Many of you are welcome. Wengi mnakaribishwa. So go and see and hear what God is doing. Yeye usikize unijue nini Mungu anayohitaji. But I'm here to prepare you so that you begin to do those things here in Malaba. Baba naomwelezea ili kwa mwanzo hizo vitu hapa. Because what's happening in Uganda, we want to hear it happening here in Malaba. Yale yanafanyika kule Uganda hata hapa tusikize yanafanyika. And the leaders here in Malaba goes and spread it to nearby counties around. Kwamba viongozi hapa waende kuenea ya habari hizo katika ile maeneo haya. Whatever is taking